ni mwenye kutekeleza. Kwa sababu ukiangalia baraza la kwanza la mawaziri, watu ya Mlima Kenya walikuwa 8, watu ya Bonde la Ufa walikuwa 4, ya kuambatana ya kwamba rais na mimi tulielewana ya kwamba wale ambaye walisaidia sana kuunda hii serikali wapewe kipaumbele kumsaidia kuiongoza. Waliunga serikali mkono, ndio watu ya kuaminiwa zaidi, na ndio wanatakiwa washirikishwe zaidi, kwa sababu watamsaidia rais kuongoza serikali yake, kwa sababu wanaamini manifesto yake na walipigia debe na wanaielewa. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa matamshi yangu. So, hayo matamshi ulisema ikiwa yako kwa vice president ama president alikuambia useme? Hiyo ni mambo yetu na rais. Najua sisi tunaongea, tunakubaliana. Ile nasema ndio ya rais, hakuna mambo ingine. Okay. Ibwaga kiraga atoma kurio okeja kwithira Ameru babulingira kure nyingi na naru Remero. Rera bwakurukire wambira otwira DCI Kinoti imuntu muthuku DCI Kinoti arengwa ngugine. Burachoka buratunekera bwana Kome ari munene wa polisi na Kome nengero ngugine. Otekuona bandu batwi tutindene ya thirikari na ugo munini wa rais, lakini bara watwirire DCI Kinoti no muthuku yaende. Kome areja alafu mmetoa Kome. Into kingi na ndenda mano wiranto tisijui kama nitaka Kiswahili kidogo ndio usikie. Tayari mlima imegawanyika na mtu asikundanganya. Na wanasiasa wasikundanganye mlima ijawanyika. Mlima iligawanyika kitambo. Ni kwa nini? Egita ponekeza kwa Kemiro Egita alira wanekero giti twerewe giti hapa tukita Profesa Kithure Kindiki. Lakini wakati huo hakuna mwenye alisema mlima imeguswa, sijui mlima imegawanyika. Saa hii tunaambiwa Kindiki ndiye anarudishiwa kiti yake. Mbona saa hii ndio mlima inakaa kama inaguswa? Mimi hiyo sijui, kwa sababu hakuna kiti iko wazi hata moja. Hakujazwa na mtu, kiti imekaliwa. Tuseme ukweli, tuliongea mambo ya DCI Kinoti na nikamwambia ya kwamba hiyo kiti itarudishwa na kiti kubwa hata zaidi kuliko hiyo, na bwana Japheth Kome akapewa kiti cha Inspector General of Police. Na siku kumetokea matatizo wakati ya Gen Z, bwana Japheth Kome akajiuzulu. Watu ya Meru wamerudishiwa kiti ingine kubwa ya Commissioner General of Prisons, bwana Mwiti ambaye ni wa hapa Imenti. Kwa hivyo ile kiti ilikuwa Japheth Kome hajapotea, ile kiti imepatikana kwa sababu yule alikuwa Inspector General of Police na tumepata Commissioner General of Prisons. Kwa hivyo, kwa sababu si lazima hii kiti ikiwa ile ile irudishwe na ile, lakini tumepata kiti kikubwa kwa kiwango the same, kwa sababu Commissioner General of Prisons ni kiti kikubwa na officer huyo ni wetu, ni wa hapa Meru, bwana Mwiti ndio Commissioner General of Prisons. Kwa ndio nipende ndugu yangu Muthaura hapa mambo ya Kindiki ndiye alikuwa anapendwa na wabunge ama huwa tunadanganywa? Unajua ndio wanaweza kutuambia, kwa sababu sasa inaonekana mmekosana na rais, tuambie Kindiki alikuwa anapendwa ama hakuwa anapendwa, kweli kwa wapi? Mimi sitaki turudi hapo, kwa sababu uamuzi nani atakuwa naibu wa rais ama mgombea mwenza ulikuwa ni uamuzi wa President William Ruto. Kama alitaka kukonsult wa bunge na wananchi, alifanya consultation yake akamua Rigathi Gachagua, si ndio? Na mimi na ndugu Kindiki tu na vita tunafanya kazi vizuri, kwa sababu sisi ni watu werevu. Sisi watu ya nyumbani hatupigani, kwa sababu hakuna kitu tunapigania. Rais mwenyewe ndio aliamua, alifanya consultation yake, kama aliconsult wa bunge akawasikiza, akasikiza ground kwa raia, akasikiza, akafanya uamuzi wake. Na nafikiri alifanya uamuzi ambaye ulikuwa unafaa, kwa sababu alifaulu. Alitaka mgombea mwenza ambaye atamsaidia kushinda kiti cha urais na alishinda. Na kwa hivyo siwezi sema ati huyu alitaka huyu hakutaka huyu, kwa sababu uamuzi ulikuwa wa mheshimiwa rais kuamua ni nani anataka akuwe mgombea mwenza wake.
Deputy President uria wari UDA Secretary General Cleophas Malala twirigite gutwira kurutwa gwaku obiciri kwambiritwe ni ajumbe mao mlima na no atwirire Gavana Cecily Mbarire na mujumbe wa kuria Kikuyu Icungwa nimo mambiritie ndeto eno kavinda gatari kurazani turoni mujumbe wa kuria Mbeere North Geoffrey Ruko agikinyiriria ndeto eno ngorani yaku na njumbe ya makanaishi miwama yaumire ko. Mimi sina shida na mjumbe wowote kwa sababu kazi ya naibu wa rais tofauti na kazi ya mjumbe, na mimi ninafanya kazi chini ya rais na rais ndio anaangalia kazi yangu na kuniambia vile naenda na kunigawia kazi kila siku na kunigawia kazi ya kutosha. Kwa hivyo kama kuna wabunge walikaa chini wakaamua labda hawapendelei mimi ama wangetaka niondolewe, hiyo pia ni haki yao. Unajua kila mtu ako na haki kuwa na maoni yake, lakini mjumbe ako na haki na maoni yake, lakini pia lazima akumbuke ya kwamba yule wanaongea juu yake si hao walimchagua, alichaguliwa na wananchi. Lazima achukue maoni ya wananchi. Sijaona mbunge wowote ameenda kuchukua maoni kwa wananchi. Nasikia tu wanaongea na sana sana sikiagi wakiongea wakiwa kwa mlima, naona wakiongea wakiwa nje. Ingefaa uongee ukiwa hapa mlimani, usimame pahali mlimani uongee ndio upate reaction ya wananchi, kwa sababu wananchi ndio wenye kusema, ndio wenye maneno yote, hao ndio wa mwisho na ndio wako na nguvu ya kuamua ni nani atakuwa kiongozi, ni nani atakuwa kiongozi. Na sisi lazima tuheshimu uamuzi wa wananchi. Unajua wananchi the sovereignty of this country rests with the people of Kenya, na ndio tunaenda uchaguzi kila mwaka, after every 5 years wananchi wapate nafasi kuamua viongozi wao, na vile nimekuambia ni social contract ya 5 years. Ningeomba tu kila mtu atulie, imebaki mwaka 3, upatie wananchi nafasi wafanye kazi yao, watapima. Rais atakuwa na nafasi, ataamua. Akiona Rigathi Gachagua wameendeshana mzuri, angetaka waendelee na yeye, ataamua. Hiyo uamuzi wake na hawezi lazimishwa ama kushurutishwa. Akiona hafai, angetaka labda achukue mwingine, hiyo pia ni haki yake. Lakini ile tunasema kwa ile contract tulipewa ya mwaka 2 na wananchi, hiyo lazima iheshimike, kwa sababu wananchi saa ile waliweka kidole. Najua rais alinominate mimi, akapendekeza mimi kwa watu ya Kenya. Watu ya Kenya wakaamua, ndio wenye kuamua. Ya rais ilikuwa pendekezo, lakini muhimu ni uamuzi, sio pendekezo. Yeye alipendekeza, wananchi wakaamua, wakasema huyu Rigathi Gachagua tumeona natosha mboga, anaweza saidia wewe kama deputy president kwa miaka ngapi? 5. Tunauliza tu, hiyo miaka 5 tulipewa na wananchi hawa kawaida, tupewe nafasi tufanye. Ikifika hiyo wakati, rais atakuwa na nafasi mwafaka ya kupima na kuangalia, kwa sababu uamuzi ni wake. Aseme okay, mimi nimeona huyu Rigiji tumeenda mzuri, wacha turudi na yeye kwa wananchi tuombe miaka ingine 5. Ama aone ana huyu Rigiji, naona bila yeye nikitafuta mwingine labda ndio nitakuwa na umaarufu zaidi, ama ndio ataweza kunisaidia zaidi. Uamuzi utakuwa wake. Sasa mimi sielewi hii kelele yote ni ya nini tukiwa katikati ya barabara. Tungepewa nafasi tusonge polepole, tumalize, tuendelee miaka ingine 2. Ile mwaka ya mwisho ndio hiyo maamuzi. Kila mtu apange siasa yake, mwingine apange siasa yake, mwingine apange siasa yake. Hata nimeona mwingine alikuwa analikemea sijui kama wewe unataka kusimama 2027 useme. Sasa mimi sijasema nataka kusimama rais. Mimi sijawahi sema mimi nataka kusimama urais. Mimi ni naibu wa rais, nimetosheka na ile kiti nimepewa. Hata rais tuliongea na yeye kitambo zamani, tukakubaliana vile tutaendeshana. Hakuna pahali bibi nimeshasema hata siku moja ati nitakuja kusimama 2027. Sijasema, sijafanya chochote ya kusema hivyo. So bibi nangeomba tu viongozi wakubali tufanyie Wakenya kazi. Kazi iko mbele yetu ni mingi. Sasa ni miaka 2.
na wananchi wako na expectation iko hali ya juu sana ya mambo mingi sana, na kusema ukweli hatujafanya ile tuliahidi, tuko nyuma sana. Sasa tungepunguza vita, tupunguze kelele, tuache kupigana, tuache kupangia wengine, tuache kufikiria vile tutafukuza wengine. Hiyo sio wakati ya kufukuza watu. Juzi siku ile tulikuwa na hii shida ya agency, rais aliniambia angetaka kulete watu ya Raila kwa serikali, tukue wengi, tusaidiane, kila Mkenya ashiriki, na nikakubali. Itakuwaje tumelete watu watusaidie ndio Kenya yote isonge pamoja, alafu tunaanza kusema tufukuze wengine? Itakuwa ya kwamba hiyo maneno ya kuleta hawa. Kwa hivyo mimi ningesema vile rais aliniahidi ya kwamba tunalete hawa ndio tujumuishe Wakenya wote wajisikie wako part of the Kenya nation. Wale wamekuja kutoka kwa ODM na sisi tumekuwa kwa Kenya kwanza, zote tuungane, tusukume maendeleo ya taifa la Kenya ndio tuweze kusaidia wananchi. Hiyo siku tutarudi kwa wananchi mwaka wa 2027. Tuko na siku rais amenichukua nikuwe mgombea mwenza, tulikubaliana naye mambo mawili. Ya kwanza, nitamsaidia katika uongozi wake kama principal assistant, na mambo ya Kenya yote nitamsaidia, na hivyo nimefanya. Mimi nakuwa chairman ya cabinet committee ya Kenya, mimi nafanya mambo ya kusimamia wafadhili wa kigeni, mimi nasimamia mambo ya kusimamia mambo ya ugatuzi, mimi nasimamia mambo ya kusimamia maofisi huru na constitutional commission, mimi naendelea. Mambo ya kukiwa na mafuriko mimi nasimamia, kukiwa na njaa mimi nasimamia, pahali popote akinituma ngambo mimi naenda. Hiyo ni mambo ya Kenya na tulikubaliana, na mimi nafanya, na hakuna pahali ameniambia iko makosa, na kama iko najua ataniambia. Tukasikizana mambo ya pili. Mimi nikiwa pale, hii serikali iliundwa na maeneo, kamwambia hii watu ya Mlima Kenya nitakuwa mambo yao kwa serikali hilo naongoza, nachungulia na kutetea. Sasa kwa hiyo kazi ya kutetea watu ya Mlima Kenya ndio mimi naambiwa niko na ukabila, na mimi sioni nikitetea watu ya Mount Kenya imekuwa ukabila namna gani, kwa sababu siku tulikuwa tunatafuta kura, saa ile nilipewa deputy president, nakumbuka mimi niligawiwa pande hii ya Mount Kenya. Rais aliniwachia Mount Kenya nisukume, kwa sababu ndio pahali niko na ushawishi na ndio pahali nasikizwa. Na siku hiyo nikitafuta kura ya rais katika Mount Kenya na nikitembea huko kila siku, hakuna mtu alikuwa anasema niko na ukabila, kwa sababu ninaenda huko kila siku, ninaongea Kikuyu, ninaongea Kimeru. Kila mtu alikuwa anafurahi nikiongea Kikuyu, nikiongea Kimeru, nikishinda kwa mlima, nikisanya kura. Makosa iko wapi nikitembea mlimani? Makosa iko wapi nikichunga mambo ya watu wetu kama huyu Mwiti, kuhakikisha ya kwamba kama Kome ametoka huyu amepata? Iko makosa gani? Mimi sioni makosa yote nimefanya, kwa sababu hakuna mtu hana kwao, na mimi si kusema kwa sababu natetea watu ya Mlima Kenya nasema wengine wanyimwe. Hapana, kila mtu anatetea watu wake, na wengine wanawatetea, wale ya Western wanatetea, wale ya Rift Valley wanatetea, kila mtu wanatetea. Hii Kenya ni yetu zote, lakini mimi sioni makosa nafanya nikisema nitetee watu ya Mlima Kenya ama nikionekana kutembea huko. Deputy President, mulima ni makuthikiriretie kana nduma mulima ni makuthikiriretie tugacoka vuva 1992 1997 mulima no kiro ugikorwa nduthiite njira imwe giuteti na tugikorwa turi nje ya thirikari, lakini twamenya uguo kuma mwaka wa 2002 nginya 2022 nitukoretwe tukithii ndeveri kana general election tu vamwe na tugikorwa tu mwena wa thirikari, na tondu andu ma mulima ni matuthikiriretie ni mutino uri kungikorwa urivo agakorwa ndeto no turone ya Mount Kenya East na Mount Kenya West ni gukorwa igikira twitaga divide and rule kuri ira twitaga development agenda kuri mwiki wa kura mlima. Ile swali umeuliza ndio ilifanya nikuje hapa Mount Kenya East. Mimi naona hatari mbele, sababu hizo siku unataja mimi nilikuwa kwa serikali ya Moi, na ile maneno ninaona ni ile ilikuweko wakati ya serikali ya Moi ya kugawanya mlima. Kulianzisha kampeni hapo ya kugawanya hii mlima na kikaunti.
akapata 1.4. Ukilinganisha hiyo inakuwa 2.5. Mmoja akapata 1.9. Tukaketi nje na tulikuwa na kura za kutosha. Hiyo mtego serikali mtakuwa mkionea kwa view sasa, kwa sababu tutaingia kwa hiyo mtego tena. Na unajua tangu 1997 tukaanguka mara ya pili, tukaerevuka, hatujawahi zigawanyika. Na ndio 2002 tukaigiza Mwai Kibaki, 2007 tukarudisha Mwai Kibaki, 2013 tukaigiza Uhuru Kenyatta, 2017 tukaigiza Uhuru Kenyatta, 2022 tukishikana tukapiga 87%. Kura za Mlima Kenya zikaingiza William Ruto na Rigathi Gachagua, tuko ndani ya serikali nikiwa deputy president. Tukikubali kuingia kwa hiyo mtego, tugawanywe, tudanganywe ati nyinyi ni east, nyinyi ni west, ati nyinyi mtembee pande yenu na nyinyi mtembee pande yenu, tutarudi pahali tulikuwa wakati ya Moi. Na hivyo mimi nataka kuambia watu wetu ya kwamba umoja ni nguvu. Kama ile maendeleo tunataka haifiki saa ile tumeungana kama mlima na tukigawanyika, tutatoa wapi bargaining power ya kwenda kukaa kwa meza na kusema sisi tuko hapa? Kwa sababu mkiwa wengi mnakuwa na bargaining power. Kwa nini President William Ruto alinipatia kuwa deputy president? Kwa nini hakutoa pahali ingine? Alitoa hapa mlimani kwa sababu alikuwa na haja na kura zetu. Hiyo ndio ukweli. Kama hakuwa na haja na kura zetu hangeniteua. Hakuniteua ati kwa sababu mimi ni mrefu, ni mweusi, ama ananipenda, ama ninaongea Kizungu. Hapana, alipiga hesabu ya siasa, akaona ndio afaulu kama rais anahitaji kura za Mlima Kenya. Ndio akachukua kiongozi kutoka Mlima Kenya, ndio watu ya Mlima Kenya wajue wako ndani ya hiyo serikali. Wakienda kupiga kura wanajua wako ndani na wamesimamiwa na mambo yao itakuwa sawa. Sasa tukigawanyika tukue east and west, kwa hesabu ni sisi ni kitu kimoja, na Wameru na Wakikuyu na Waembu na Wameru tuko pande hii, wengine iko pande hii. Kwa hivyo mimi nasema kama sisi watu ya Mlima Kenya serikali kwa miaka ijayo tukae tukiwa kitu kimoja. Hawataki kwa hapa kwa viongozi, tunakuwa na tofauti za viongozi hapa juu, lakini mwananchi wa kawaida, Umeru, Mtharaka, Mwembu, Mbere, Munithi, historia yetu sisi ni watu nzuri sana iko Embu. Na sasa mimi nasikia mheshimiwa akipeana na kwa sababu ni siasa tu, ni kitu hata hajafikiria. Akasema bana, unajua sasa akachagua, tunataka mtu mwingine ya kutuongelelesha mambo yetu, kwa sababu yeye anaongea mambo ya chai, mambo ya kahawa, mambo ya maziwa. Na Mount Kenya East hakuna maziwa, hakuna chai, hakuna kahawa, iko dengu peke yake na kondoo. Sasa hapa Meru maziwa katika Kenya, Meru Dairy Farmers Cooperative Society inatoa 500,000 liters ya maziwa kila siku, ndio namba moja katika Kenya. Sasa ukisikia kiongozi amechaguliwa na watu akisema ati Mount Kenya East hakuna kahawa, hakuna majani chai, hakuna maziwa, na sasa huyu ndio kiongozi anataka kuambia watu ati kuna bahali anaweza waelekeza, na mwenyewe hata haelewi Mount Kenya East economy yake inakaa namna gani, because the economy ya Mount Kenya East is coffee, tea and milk, ikifuatiwa na miraa na muguka. Kutoka hapo tunaingia korosho na hizo vitu zingine, lakini the main cash crops ni hizo, na hiyo ndio ukweli ya uchumi ya Mount Kenya East. Asante sana. Okay. Deputy President, maundu makoretwo makigwetwa ni vamwe na gukorwo ati ofisi yaku andu amwe makoretwo makigwetwa na thiini wa ofisi yaku, na nituonete nginyagia andu mai bakuvi nawe muno makithitangwa ukirikana ni magwatire kana ni mwagwatire mbaru mirurungano ino ya Gen Z. Maybe nwawire andu kavindari gaka ni mwagwatire mbaru mirurungano ino ya Gen Z ofisi yaku ya Deputy President. Mimi ningetaka kuuliza watu wa heshima wa Kenya, mambo ya Gen Z hakuna mtu ajui pahali ilitoka. Ilitoka kwa sababu ya finance bill. Hizi demonstration ilikuwa katika 35 counties in Kenya, na ni mambo ilijitokeza kwa sababu ya hasira ya wananchi. Hata nyinyi mnaishi hapa na wananchi mnajua ni kitu ilikuwa spontaneous. Lakini wale ambao wanataka kunipiga
wananitafutia makosa kubwa ile tataka watu wanichukie. Hasa hiyo ilikuwa nalenga watu ya Rift Valley. Watu ya Rift Valley kwa sababu wananipenda raia ya kawaida. Walikuwa nauliza kwa nini Rigiji anahangaishwa na kupigwa na alitusaidia. Na ni muungwana, ni mtu mzuri. Sasa lazima kungetafutwa kitu ya kuumiza hao roho ya kwamba ati mimi na ofisi ya sasa tulikuwa kabla hatujachaguliwa tulikuwa na hiyo tabia. Na hiyo ndio shida ilikuwa na akina Bwana Kinoti. Mambo ya kuwekelea watu makesi ya uongo kwa sababu ya siasa. Mimi na rais tukaahidi wa Kenya ya kwamba tukichaguliwa hatutarudia tena kutumia vitengo vya upelelezi kueneza siasa. Mimi mwenyewe nilifunguliwa mashtaka ya uongo nikiwa mbunge wa Mathira, na ilikuja kuondolewa saa ile tumeingia, wakaenda kotini wenyewe wakaswea affidavit kusema hakukuwa na ushahidi, ilikuwa ni mambo ya kusindikishwa, wanifungulia mashtaka ya uongo. Kuna watu wamekuwa wakijaribu kuhujumu maofisa karibu na mimi ndio wanipake mimi matope. Watu ya Gen Z ni wengi sana. Kama watu ya Gen Z ni wa Rigathi Gachagua, mimi ni mwanasiasa ako na umaarufu sana. Hakuna mwanasiasa yeyote Kenya angetaka Gen Z kuwe nyuma yake. Kama wanataka kunipea Gen Z kuwe ni yangu, nimekubali. Gen Z is a big force. Ukiwa na Gen Z utakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya asubuhi. Lakini ukweli ni kwamba na kila mtu anajua, hata ukiuliza wananchi, ile hasira ilikuwa na Wakenya ya finance bill. Na nilisema nikiwa Mombasa, nilitoa taarifa nikasema bona hatukusikiza Wakenya vile wanasema. Lakini mimi nimefurahi sana kwa sababu mahakama yetu ya Kenya ni huru. Hao watu yangu walikuwa wanataka kushikwa Friday, waangaishwe, wateswe bila makosa yoyote ndio wapake mimi matope. Mahakama kuu ilisema hapana. Leteni kwanza hapa ushahidi kabla hamjashika hii watu, kabla hamndashitaki hawa. Kwa sababu rais wa Kenya alisema wenye kupanga hii maneno ni watu ya Ford Foundation. Ford Foundation inakuwaga Amerika. Ofisi ya Rigathi Gachagua iko pale Karen. Sasa mimi nauliza, watu yangu wanafanya kwa Ford Foundation. Rais ndio mwenye kusema, ndio wako na ushawishi mkubwa katika Jamhuri ya Kenya, na kile ametamuka kila mtu anaamini kwa namna hiyo. Rais mwenyewe alisema, si mko na hiyo habari ya kwamba wenye kupanga hii maneno ni watu ya Ford Foundation. Sasa wafanyikazi wa ofisi yangu wanafanya Ford Foundation, na ndio mahakama kuu ikasema hapana, hapa iko dosari. Kabla hujashitaki kabla hujashika hii watu usiwashitaki, leta ushahidi hapa, mahakama kuu iangalie kama iko ushahidi ya kutosha, wapeleke kotini. Na mimi nakwambia hakuna ushahidi iko. Hao ni watu ya ofisi yangu wananisaidia. Watahusikaje kwa mambo ya maandamano? Tena maandamano katika county 35 itapangwa na watu 35 counties katika Jamhuri ya Kenya. Na niulize maidara ya upelelezi, hii maneno yote ikipangwa katika 35 counties walikuwa wapi?